hasa wanasiasa, na tunakemea vikali lugha dhalili zinazotweza utu wa mwanamke, wanasiasa na viongozi wengine wanawake. Bado tunaamini kuwa kwa kumpata rais mwanamke, Tanzania imepiga hatua kubwa kupitia yeye katika kutekeleza dira ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDG 5 inayosisitiza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake katika maamuzi. Kupitia rais huyu mwanamke, tumeona sheria kadhaa zikibadilishwa, ikiwemo ya vyama vya siasa na hata miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo ya afya. Asasi za kiraia zinasimama imara katika kuhakikisha kuwa mafanikio haya yanaendelezwa si kwa maneno bali kwa vitendo. Ushiriki wa wanawake katika siasa unaongeza uwajibikaji, uwazi na ustawi wa kijamii, kwa kuwa tafiti nyingi zinaonesha kwamba mwanamke au wanawake viongozi wanapendelea sera zinazogusa elimu, afya, haki za watoto na usawa wa kiuchumi. Kama zipo changamoto kupitia uongozi wake, basi si muda wa kumkashifu kwa kupitia jinsia yake. Tunapenda pia kuikumbusha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, vyama vya siasa na wadau wote kuhakikisha mazingira ya uchaguzi yanakuwa salama, jumuishi na huru dhidi ya vitisho, udhalilishaji na ukatili wa kijinsia ambao mara nyingi huwakatisha tamaa wanawake kushiriki kikamilifu katika siasa. Tunatoa wito kwa vyombo vya habari kuendelea kutoa nafasi sawa kwa wagombea wanawake, kuratibu midahalo, makala na mijadala inayojenga uelewa wa umma juu ya uwezo na mchango wa wanawake katika maendeleo ya taifa. Kwa muktadha huu tunasema uongozi bora hauna jinsia, una maadili, dira na dhamira ya dhati ya kuwatumikia wananchi. Changamoto zinavyotokea pale ambapo mwanamke ameshika hatamu au ameshika nafasi ya uongozi kwa level yoyote, iwe kuanzia udiwani, iwe kwenye ubunge mpaka uraisi, zimekuwa changamoto zake zikihusianishwa sana na masuala ya jinsi yake. Kwa sababu huyu ni mwanamke ndio maana hiki kimetokea, kwa sababu huyu ni mwanamke ndio maana hiki kimetokea. Watu wanashindwa kuangalia kwa sababu changamoto hii imetokea kwa sababu aidha ya mfumo au kwa sababu ya usimamizi mbovu labda ya watu ambao wamepewa hayo hiyo nafasi ya kusimamia rasilimali, au kwa sababu watu kuna wachache ambao wanafanya vitu ambavyo sivyo. Lakini kwa sababu ambaye yuko pale kama kiongozi ni mwanamke, basi ule mzigo wote atatwishwa, na hatwishwi kwa sababu aidha wasaidizi wake wameshindwa kufanya vizuri ama kuna watu wameenda tofauti, lakini atatwishwa kwa sababu ni mwanamke ndio maana haya yanatokea. Kwa hiyo sisi kama wanawake na mimi kama mwanamke kijana naendelea kusisitiza kuwa uongozi ni busara, ni hekima na kutekeleza yale majukumu ambayo wananchi wanatamani yatimizwe kwao. Sera nzuri, mikakati mizuri, kulinda rasilimali zetu za taifa, na hii inaweza kufanya na mtu yeyote, awe mwanamke awe mwanaume. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongelea swala la uongozi na changamoto na mafanikio, basi tuepuke kutaja jinsia. Tumtaje kiongozi kama kiongozi ambaye anaongozwa na mifumo, anaongozwa na miongozo, kwa sababu hakuna mtu atakayekaa kwenye mfumo wote wa uongozi bila kuwa na miongozo. Atakuta miongozo, atakuta sheria, atakuta sera, atakuta watu ambao watamuelekeza. Kwa hiyo tujikite kwenye kuangalia nini kimefanyika bila kuhusianisha na jinsia. Ni kwamba tuendelee kuwajengea wanawake imani kama tunavyojengea kwenye majukumu mengine ya nyumbani na ya kifamilia. Tuwawezeshe kama tunavyowezesha kwenye sehemu nyingine. Sisi tu kwenye swala la uongozi ndio tunawarudisha nyuma. Kama tumeamini wanawake kuwa mama zetu na kuhudumia familia na majukumu mengine ambayo yanatuhusu wanawake, basi tujue kwamba kwa namna hiyo hiyo wanaweza pia kushikilia nyadhifa mbalimbali za serikalini, kuanzia ngazi ndogo mpaka ngazi kubwa. Kwa umoja wetu na kuendelea kuhamasisha jamii kwa ujumla, kuendelea kuweka imani kwa wanawake.